Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Leo ni siku nyingine ya Jumatano ambayo ni siku ya tarehe 29 mwezi wa 10. Siku ambayo tunajibu maswali ya wasikilizaji wetu wanaopenda kujifunza neno la Mungu. Hii ni huduma ya masaidiano. Watu wengi wamekuwa na changamoto sana katika neno la Mungu na mafundisho ya Biblia mengi yaliyopotoshwa na mapokeo. Wakati mwingine watu wameishi kwa mapokeo badala ya kuishi kwa neno la Mungu. Kwa neema ya Mungu tupo kuwasaidia watu na kusaidiana. Ndio huduma hii ya MIM ambayo ni Mwarusambo International Ministry. Tunafundisha neno la Mungu, tunajibu maswali ya watu, sio kwa itikadi za kidini, lakini kwa neno la Mungu, wala si kwa mapokeo. Tunashukuru kwa wale wanaotuelewa, tunaokwenda pamoja nao. Na leo tuna maswali kadhaa ambayo tumeyapokea. Tutakwenda kuyajibu kama ifuatavyo. Swali la kwanza linatoka kwa ndugu Huseni Babingwa wa DRC Congo. Yeye nadhani ameshindwa kutofautisha. Ameuliza mpinga Kristo atatawala muda gani? Alafu swali la pili ameuliza na mnyama atatawala muda gani? Ameshindwa kutofautisha kati ya mpinga Kristo na mnyama. Nilikuwa nimefundisha habari ya utawala wa mnyama. Jumapili mbili zilizopita nimefundisha habari ya utawala wa mnyama. Na nilieleza Ufunuo unavyofundisha habari ya utawala wa mnyama, sura ya 13. Nilisema kwamba utawala huu ulitabiriwa na Danieli. Danieli ameeleza, amezungumza juu ya utawala wa mnyama ambayo ni dola, ambayo ni serikali au ufalme ndio mnyama. Lakini katika mnyama Daniel alisema itachipuka pembe ndogo itakayokuwa na maneno makuu na kufanya vita na watakatifu. Yohana katika Ufunuo anatufafanulia au kutufasiria unabii wa Danieli ulioeleza habari ya mnyama na pembe. Kuna mnyama ambaye atakuwa mtawala, ambaye ni ufalme, alafu kuna pembe itakayokuwa na maneno makuu mabaya ya makufuru pamoja na kufanya vita na watakatifu. Yohana anasema kuna mnyama atatokea ambao ni ufalme. Huyo mnyama alikuweko, sasa hivi hayuko, maana alipata jeraha la mauti na jeraha lake litapona. Tukasema huu ni ufalme ule wa Rumi uliokuwepo, uliosemwa na Danieli. Badala ya kusema itachipuka pembe ndogo, Yohana anatufafanulia ile pembe ndogo. Anasema ni mnyama mwingine ambaye atakuwa kama mwana kondoo. Wakati mnyama wa kwanza ni ufalme, mnyama wa pili atakuwa kama mwana kondoo, lakini atakuwa na maneno ya makufuru. Tukasema huyu mnyama wa pili ndiye ile sawa na pembe ndogo, ndiye mtu, ndiye mpinga Kristo, ndiye mwanadamu. Kwa hiyo unaposema mnyama na mpinga Kristo, kuna mnyama katika Danieli, mnyama ni ufalme, pembe ndogo ni mpinga Kristo. Yohana anatufafanulia mnyama ni ufalme, ile pembe ndogo ni mnyama mwingine ambaye ni mpinga Kristo, ambaye ni sawa na anafananishwa na mwana kondoo. Kwa hiyo utawala ni mmoja, hakuna utawala mbili hapo. Tunasema kwa mfano, tunaporudi katika ufalme wa Mungu, tunaposema ufalme wa Mungu, tuna maana gani?
Manake Mungu ndiye mfalme. Tunaposema ufalme wa mbinguni, tuna maana gani? Ufalme wa kiroho. Katika serikali zetu tuna serikali ya Tanzania, alafu na mtawala wa Tanzania. Je, utatofautisha? Kuna serikali ya Kongo, alafu kuna mtawala wa Kongo. Si ni serikali moja hiyo hiyo? Kuna serikali ya Uganda, kuna mtawala wa Uganda. Ndivyo ilivyo. Kuna mfalme wa Rumi na mtawala wa Rumi. Mtawala ndiye mpinga Kristo. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hakuna serikali mbili hapo. Ni serikali moja tu. Ni ufalme mmoja, ni utawala mmoja tu. Swali la pili linatoka kwa ndugu yetu Dennis Msigwa wa Njombe. Yeye anauliza, hili andiko la Mathayo 18, anauliza andiko la Mathayo 18 na ule mstari wa 8 na wa 9. Lina maana gani hasa? Linatupa maana gani? 18 mstari wa 8 na wa 9. Maneno hayo, hiyo mstari miwili nasema hivi: basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Na jicho lako likikukosesha, ling'oe ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima una chongo, kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Maneno haya yanamaanisha nini? Hii ni lugha tu nyingine ya kuelezea kujikana. Yesu alifundisha hivi katika maandiko mengine: mtu akitaka kunifuata ajikane, aichukie nafsi yake, ndipo anifuate. Ni vigumu kumfuata Yesu wakati hujajikana, hujaichukia hata nafsi yako. Unajali nafsi yako, unajali maisha yako, unayatetemekea, alafu ukifikiri utamfuata Yesu. Hapana, jikane, jichukie mwenyewe ili Yesu awe na nafasi katika maisha yako. Ni lugha ile ile. Unataka kumfuata Yesu, mkono wako ukate, mguu wako ukate. Manake jizuie, jichukie, usikubaliane na kitu ambacho mwili wako unataka kufanya. Anaposema mguu wako ukate, ni kujizuia. Kukata mikono yako ni kujizuia. Unapoacha mikono yako kwenda kutenda mabaya, manake umeikata. Unapojizuia kuelekea miguu yako kwenda kwenye mabaya, manake umeikata miguu yako. Unapoacha kupendezwa na mambo mabaya, kuyatazama na kuyaangalia yanayoweza kuharibu roho yako, manake umeyang'oa. Ile ndio maana yake, ni kujizuia, ni kuyang'oa, ni kujizuia. Unapotaka kwenda mwili unakutaka ukupeleke kwenye anasa, wewe unajizuia, huendi, hutaki kwenda, hutaki kutazama. Umeng'oa, umekata miguu yako. Mikono yako inataka kuiba kitu cha mtu, unajizuia, manake umekata mikono. Kwa hiyo maana yake ndio hiyo tu. Maisha yetu bila kukata miguu yetu, bila kukata mikono yetu, bila kung'oa macho yetu, hatutampendeza Mungu. Maana vitu hivi vya mwili vinavyotuzuia tusimwendee Mungu. Na kazi ya kuvikata ni kazi yako mwenyewe. Kujizuia ni kazi yako mwenyewe. Katika andiko lingine, Paulo akijaribu kufafanua mambo hayo, anafafanua maana hiyo ya kujizuia. Paulo alisema hivi katika Timotheo ya kwanza
Sijui kama nitakumbuka mstari huo mara moja. Paulo, kama nitachelewa kuona, lakini Paulo amefundisha habari ya mtu asiyejizuia. Mtu asiyejizuia katika kutenda mabaya hafai. Paulo yeye amezungumza katika kitabu, katika nyaraka mojawapo ya katika Timotheo, anazungumza habari mtu asiyejizuia. Kujizuia, unajizuiaje? Unajizuia kwa kujikana, kujikataa. Wakati mwingine ni kama anaposema Yesu alisema uichukie nafsi, ni kama umejizira, lakini ili umpendeze Bwana. Swali lingine linatoka kwa ndugu Jackson Nzai wa Kenya. Yeye ameuliza kutokana na sanduku la agano katika kitabu cha Samueli. Anasema hivi: sanduku la agano lilionekana kutokuwasaidia wana wa Israeli katika vita, lakini lilipoingia, walipolichukua Wafilisti, lilileta madhara kwa Dagoni, yule mungu wa Wafilisti. Alianguka na kuvunjika. Hasa kwa nini sanduku halikuwasaidia wana wa Israeli, alafu likaleta madhara kwa Dagoni wa Wafilisti? Haya ni mambo ya kawaida. Unajua, sanduku lilimwakilisha Mungu, na sisi tuna Mungu, tunatembea na Mungu. Je, wakati unapopata changamoto, ina maana Mungu hayupo? Ina maana Mungu amekosa uwezo? Hawezi kukusaidia unapopata changamoto? Maana wale walikuwa na beba sanduku, wanatembea nalo likimwakilisha Mungu. Sisi hatubebi sanduku, sisi tuna Mungu ndani yetu. Kipi bora? Wepi wana ubora zaidi, waliobeba sanduku au sisi tuliombeba Yesu, tuliombeba Mungu ndani ya maisha yetu? Wakati mwingine sanduku liliwasaidia na wakati mwingine halikuwasaidia kabisa. Walipigwa pamoja huku wamebeba sanduku. Je, wewe unapopata changamoto ukiwa umembeba Yesu, ina maana kwamba Yesu hana faida kwako? Ina maana ameshindwa? Ina maana hayupo? Yupo. Mungu anafanya kazi kama anavyotaka, sawa sawa na mapenzi yake. Unaweza ukawa na Mungu, ukapatwa na changamoto, ukamwomba Mungu akusaidie, Mungu asijibu, lakini akaja mtu mwingine anahitaji msaada, umuombee, ukamwombea, Mungu akamfungua. Wewe uko kwenye changamoto, lakini Mungu huyo huyo anamsaidia mtu mwingine. Wewe unamuomba, Mungu anasikia. Je, utasema kwa nini mimi Mungu hujanisaidia, alafu namuombea huyu namsaidia? Mungu anafanya anavyotaka yeye, sawa na mapenzi yake. Anaposhindwa kukujibu, sio kwamba hayupo, sio kwamba hana nguvu, sio kwamba amepungua. Hapana. Jaribu chokoze uone kama Mungu hayupo. Jaribu chokoze uone kama Mungu hatendi kazi. Ndivyo ilivyo. Alishindwa kuwasaidia wana wa Israeli kwa matatizo yao, kwa sababu zao, sio kwamba hakuwepo. Mungu hafanyi tu mradi. Hata leo sio tu kwamba mradi ukiomba Mungu anajibu. Mambo mengi tunaomba, Biblia inasema atafanya sawa sawa na mapenzi yake. Tunaweza tukaomba tukasema tu kila kitu tukiomba Mungu yupo atafanya. Sio yote Mungu anafanya. Wale walibeba sanduku wakidhani itawasaidia katika vita, wakapigwa. Sio kwamba Mungu hayupo, yupo. Wafilisti wakifikiri kwamba kumbe sanduku halina nguvu, ngoja tulichukue, likawapiga. Ndivyo ilivyo. Swali lingine umeendeleza ndugu Jackson Nzai. Yesu ni roho, lakini alipopaa na mwili wake vile vile kama Elia, je, ina maana mwili
ulipotea baadaye. Yesu alipanda mwili huko juu. Sasa huko alipokwenda, ina maana mwili ulipotea baadaye. Yote haya ni mambo yanayotokana na mapokeo ya kutokumjua Mungu ni nani. Ndio yanayozaa haya maswali. Haya maswali yanazaliwa na watu kutokumjua Yesu ni nani. Kama unamjua Yesu ni nani, kama unamjua Mungu ni nani, huwezi kuwa na maswali kama haya. Yesu ni roho. Roho maana yake nini? Maana yake Yesu hana mwili. Je, mwili aliokuwa nao ulikuwa ni wa kwake? Biblia inatuambia alivaa hapa duniani, aliuvaa mwili usio wake. Alipomaliza kazi yake, je, aliendelea kuwa na mwili? Kama Yesu ni roho, alikuja kwa wanadamu akauvaa mwili. Je, bado ana mwili aliovaa ambao sio mwili wake? Hasa kama ana mwili, maana ya kusema Yesu ni roho maana yake ni nini? Tushike ule mwili aliovaa miaka 30, tuache ile roho ambayo ni Mungu, roho wa milele. Hilo tunaliputilia mbali, tunalishikilia mwili aliowazima tu kwa mwanadamu akauvaa, ili ashirikiane na wanadamu kwa miaka 30. Ndio tunalolingangania mpaka leo. Yesu alikuwa na mwili. Hasa mwili wake ulienda wapi? Yesu hana mwili. Hayo ni mawazo ya kibinadamu tu. Yesu hana mwili. Ndio maana Yesu anaitwa roho. Kama unafikiri Yesu ana mwili, acha kumuita Yesu ni roho. Usimuite Yesu kuwa ni roho kama unaamini kwamba Yesu ana mwili. Unaona? Tunangangana sana na vitu vya muda mdogo, lakini kweli iliyojaa Biblia nzima watu hatuishiki. Alafu swala lingine ni kufikiri mbinguni ni kule juu. Sasa wanafikiri Yesu alipopanda huko si aliachia wapi mwili huko juu? Nirudia kukuambia, huko juu nako kusema alienda huko sio mbinguni. Hiyo ni mbingu ya kimwili, sio mbingu ya kiroho anakokaa Mungu, huko alikoenda. Ile ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kama kiroho tunapoingia mbinguni ya kiroho huwezi kuonyesha juu. Lakini mbingu ya kimwili ili uonyeshe katika matendo ya mwili unaonyesha juu. Lakini kule juu siko anakokaa Yesu. Wala Yesu hana mwili. Wewe hapo ili uende mbinguni huendi na mwili. Hata kama utakufa lazima ubadilike, mwili ubaki, roho iende. Sasa swali linakuja, hivi walipopaa ina maana walipofika huko na mwili alafu mwili ukapotea? Yesu hajawahi kuwa na mwili. Mungu hajawahi kuwa na mwili. Vinginevyo neno la Mungu ni roho lisingekuwa na maana yoyote. Tuelewe Mungu ni roho maana yake nini? Tunasumbuliwa na kitu kidogo kabisa cha mwili aliovaa kutoka kwa Miriam. Tunadhani ndio mwili wake. Hapana. Tumuelewe Mungu, tuielewe Biblia. Maswali mengi yanatokana na kwamba kutokuamini baadhi ya maandiko, au kutokuelewa baadhi ya maandiko yanatusababishia maswali mengi ambayo hayana msingi kabisa. Swali lingine ni kutoka kwa Rafaeli. Rafaeli yeye ni kutoka Burundi. Ameeleza habari ndefu kidogo. Huyu Rafaeli anasema kuna kijana mmoja alimrubuni msichana ndani ya kanisa. Kuna kijana mmoja alimrubuni msichana ndani ya kanisa akamuoa. Yaani akamchukua na kumfanya mke wake, lakini bila kufunga ndoa wala kumtolea mahari. Hakumtolea mahari, hakufunga ndoa, akaanza kuishi naye, wakazaa watoto 5. Watoto 5 maana yake ni miaka mingi. Wameishi kama mume na mke. Baadaye huyo kijana tena akamwacha huyo mke, akachukua mwanamke mwingine, akapotea naye. Sasa hivi ni miaka 14 hawajulikani wako wapi, kwamba wako hai au hawako hai. Miaka 14.
imekwisha kupita. Alishamtelekeza huyo mama na watoto 5 aliyemuoa bila ndoa, aliyemuoa bila kufunga ndoa kanisani wala kumlipia mali, lakini na watoto 5 amemtelekeza. Amechukua mwanamke mwingine, ana miaka 14 hajulikani aliko. Sasa swali la ndugu Rafaeli anauliza, hivi huyu mwanamke anaweza kaolewa? Anaweza kuolewa tena kutokana na maandiko? Amejaribu kutoa maandiko ya Agano Jipya, Mathayo, Marko na Wakorintho, maandiko ambayo tunafahamu sana. Somo hili nimelifundisha sana karibuni, lakini nataka ni ujue hivi. Yesu alikuwa anaongea na Mafarisayo na Masadukayo. Kipindi cha Yesu kilichokuwa kinatumika ilikuwa ni Torati ya Musa, ndio ilikuwa inatumika. Hata hayo yote alikuwa anafundisha Yesu. Alikuwa anafundisha Yesu akitumia Torati ya Musa na kuwakumbusha kwamba je, Torati haiyasema hivi hivi hivi. Lakini Yesu mwenyewe wakati mwingine hana mafundisho yale tuliyoyashika sisi. Maana sisi tunapenda zaidi sheria kuliko neema. Ndio maana Biblia inasema, Paulo anafundisha anasema, andiko linaua. Yani sheria inaua, lakini roho anauisha. Na sisi hatupendi roho, tunapenda sana andiko, tunapenda sana sheria. Kwa hiyo tuko tayari mtu afe, apotee kwa sheria. Je, Mungu ndivyo alivyo? Nieleze mambo yafuatayo. Ndoa haiwi ndoa kwa sababu watu wamefunga kanisani. Haitwi ndoa kwa sababu watu wameenda wamefunga ndoa kanisani kwa mchungaji. Ndoa ni ndoa kwa sababu watu wawili, mume na mke, wamekubaliana kuishi pamoja. Hiyo ndio ndoa. Watu wanasema hiyo sio ndoa kwa sababu haikufungwa na mchungaji. Mchungaji hafungi ndoa. Mchungaji, kanisa tunatoa idhini. Kanisa inatoa idhini. Ndoa inatolewa idhini na wazazi, inatolewa idhini na wachungaji. Yani kanisa inatolewa idhini na Mungu. Sasa ukioa bila idhini ya wazazi, bila idhini ya kanisa, bila idhini ya Mungu, haina maana kwamba hiyo sio ndoa. Ujue ni ndoa lakini isiyo na kibali, ni ndoa iliyo haramu, lakini ni ndoa. Huwezi kusema mimi sina ndoa kwa sababu sikufunga kanisani. Wewe una ndoa. Sisi tunatoa tu idhini. Ndoa inafanyika kati ya watu wawili. Hilo ni moja. Ndoa sio kwa sababu eti hawakutoa mali. Ndoa ni makubaliano ya watu wawili. Mali inafuata, mali ni kitu kingine. Je, mtu anapoishi na mke hawajatoa mali, inakuwa sio ndoa? Ina maana kwamba amepita njia isiyo sawa. Lakini ndoa ni ndoa tu. Ila ndoa hiyo haijafuata utaratibu. Je, mtu akioa mke alafu akamwambia usilete chochote, wewe ishi tu, inakuwa sio ndoa kwa sababu hajatoa chochote? Hapana. Kwa hiyo kuishi na kuzaa watoto 5 maana yake ni ndoa. Ameacha, amemchukua mtu mwingine. Sasa watu wengi wanafikiri kwa sababu hakufunga ndoa kanisani, nafikiri kwa nini asiruhusiwe tu kuolewa? Mbona ndoa haikufungwa kanisani? Mimi nasema hiyo ni ndoa. Lakini tuje upande wa pili. Je, anaruhusiwa kuolewa au haruhusiwi? Hapo nami niseme kama Paulo, sio kwa neno la Bwana, kwa maoni yangu ninavyofahamu, huyu mwanamke anaweza kuolewa. Akipata mume wa kumwoa anaweza kuolewa. Alafu kiangalia sana Biblia,
Mara nyingi inazungumza sana habari ya mwanaume kumwacha mke. Mwanaume kumwacha mke. Mwanaume kumwacha mke. Lakini Biblia haizungumzi sana habari ya mwanamke kumwacha mume. Mwanamke kumwacha mume. Wala haizungumzi sana habari ya mwanamke kuachwa. Kweli mwanaume unamwacha mke, unaoa mwingine, umezini, umetenda dhambi. Halafu turudi kwa huyu aliyeachwa, ametelekezwa, ameachwa. Biblia inasemaje? Huyu ameacha, amekwenda kuoa mke mwingine. Huyu ameachwa, ametelekezwa, ameachwa kwenye mataa. Tunamwambiaje? Usioe, kaa hivyo hivyo. Inawezekana kakaa hivyo hivyo, sawa. Lakini Paulo pia anaendelea kufundisha, anasema ni heri kuoa au heri kuolewa kuliko kuwaka tamaa. Kama huyu anasema mimi nimeachwa, nitakaa hivi hivi, ni neema ya Mungu amemjalia. Akisema mimi natamani kuolewa, alafu tunasema huwezi kuolewa, ataishi kwa tamaa, na ni mbaya zaidi kuliko angeolewa. Anamwambia, au mwanamke anamwacha mwanaume, anatoroka, anakwenda kuolewa kwingine. Mwanaume anabaki, anatamani kuoa, maana ni mwanadamu, ana mwili. Tunamwambia usiwezi kuoa. Anaishi kwa tamaa, anaishi kwa tamaa mpaka anaanza kufanya uzinzi. Ni lipi bora, kuoa au kuwaka tamaa? Ndicho Paulo alichokuwa anafundisha. Nasema kwa maoni yangu, kwa sababu nikiingia kwenye neno la Mungu kila mtu ana tafsiri yake. Ndio maana Biblia inasema andiko linaua lakini roho inauisha. Hasa huyu mwanamke ametelekezwa miaka 14. Anawaka tamaa ya kuolewa. Hawezi kuolewa. Je, Ukristo wake utakuwa sawa sawa? Akisema mimi siolewi, yuko safi kabisa. Ndio maana Paulo anasema napenda ungekuwa kama mimi, lakini kama unaona huwezi oa, huwezi olewa, kuliko kuwaka tamaa. Wakati mwingi haturudi upande wa pili. Wakati Biblia inaposema mume atamwacha, ukimwacha mwanamke, lakini Biblia haizungumzi mwanamke ukimwacha mwanaume. Kwa hivyo watu tunashika upande mmoja. Ni lazima tutumie vizuri maandiko. Nikupe baadhi ya maandiko machache tena ambayo unatakiwa kuyatafakari. Hiyo Mathayo ambayo tunaisoma sana 19 na mstari wa 9, unaosema nami nawaambia kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine azini, na mwenye na amuoae yule aliyeachwa azini. Nilifundisha sana jambo hili kama wiki 2-3 zilizopita katika kujibu maswali ya wasikilizaji. Mstari wa 10 hatuendelei sana, hebu tuendelee kidogo. Mstari wa 10, wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivi haifai kuoa. Kwa nini? Yaani nikimwacha nisioe tena, inawezekanaje? Mambo yakiwa hivi afadhali kutokuoa kabisa. Yesu anasemaje mstari wa 11? Lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Sio wote, ila wale waliojaliwa. 12, maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni mwa mama zao. Tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi. Tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Wako matowashi waliozaliwa hivyo,
Wako matowashi waliojifanya, wako matowashi waliofanywa na watu. Sasa huyu tunayemwambia usioe, usiolewe, ni tunataka kumfanya awe towashi, au amekuwa towashi tangu tumboni, au anafanywa na watu, au amejifanya. Kutokana na maneno ya Yesu. Ndio maana Yesu alisema sio wote wanaoweza. Je, amejifanya au mnamfanya? Haya, tumalizie ule mstari wa 12. Anasema awezaye kulipokea neno hili alipokee. Anayeweza alipokee. Kwa nini anasema hivi? Kwa sababu ametangulia kusema si wote wanaoweza, lakini anayeweza alipokee. Sasa unamfungaje mtu? Yesu ananyosha maelezo vizuri, lakini sisi mbona tunapingisha? Hata mtu akisema mimi nimeshindwa, unamwambia toka. Yesu anasemaje hapa? Hebu tumsikilize Paulo kutokana na jambo hili. Paulo anasemaje? Katika Efeso sura ya 5, Efeso sura ya 5, amezungumza mambo haya ya ndoa, lakini nachukua kipengele tu cha mwisho, labda nikianzia mstari wa 31. Kwa sababu hiyo mwanaume mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na wawili watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 32. Siri hiyo ni kubwa. Tusilipwe. Siri hiyo ni kubwa, ya mtu kumwacha baba yake na mama yake, kuambatana na mkewe na kuwa mwili mmoja. Ni siri kubwa. Ila mimi nanena habari ya kanisa, ya Kristo na kanisa. Lakini ndani yake kuna siri kubwa. Kwa hiyo tuangalie jinsi tunavyoweza kuwasaidia watu wakati mwingine mambo mengine, mafundisho yetu na sheria badala ya kupunguza uzinzi, zimeongeza uzinzi, zimeongeza tamaa. Hata huyu mtu ametelekezwa, hajui kama mume wake yupo, hajui kama yuko hai, hajui kama anaishi. Miaka 14 hana taarifa, anawaka moto, anataka kuolewa. Kama hataki kuolewa, manake Mungu amemjalia. Yesu alisema waliojaliwa, manake kama yuko tayari kukaa hivyo na kuendelea, ni Mungu amemjalia, ni neema ya Kristo. Lakini kama hayuko tayari, kama hawezi, unamwambia huwezi, wewe kaa hivyo, hujamsaidia. Yesu mwenyewe anasema mwenye kulipokea neno hili alipokee. Hayo ndio maneno yangu. Usije ukasema nimekuambia Biblia inasema. Nasema kwa kulielewa neno na kulisoma neno, ndivyo ninavyoweza kutoa ushauri wangu. Swali lingine, hilo lilikuwa ni swali la ndugu Rafaeli kutoka Burundi. Sasa swali la mwisho ni la ndugu Nzisabira, naye ni kutoka Burundi. Nzisabira naye ni kutoka Burundi. Yeye ameuliza, amesema anataka kujua, je, kula nyama ya nguruwe ni dhambi? Tena, je, kufuga nguruwe ni dhambi? Kuna maswali mawili, kula nyama ya nguruwe au kufuga nguruwe. Na amesema ninauliza jambo hili kwa sababu kuna wachungaji wamewazuia watu kufuga nguruwe. Hata wale waliofuga nguruwe waliambiwa wauze, wasionekane nguruwe katika maeneo yao. Wako tayari kutengwa, wawatoe wasionekane. Walifuga wakalazimika kuwauza wale nguruwe. Mimi nadhani kama mtu haruhusiwi kula wala kufuga,
basi hata kuuza wasingeuza, kama kweli ndivyo ilivyo. Basi kama kula nyama ya nguruwe ni dhambi na kufuga ni dhambi, ina maana kwamba hata kuuza na zile fedha kuzitumia nazo ni dhambi, kwa sheria jinsi ilivyo ndani ya watu wa makanisa wa namna hii. Hizi sheria zinapatikana katika Agano la Kale. Na tunaposoma katika sheria za Agano la Kale, zipo sheria zilizowahusu, nyingi za sheria ziliwahusu taifa la Israeli. Nimefundisha katika masomo fulani huko nyuma nikisema maagano haya mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale linafananishwa na katiba ya chama kimoja. Nitolea mfano kama huo. Agano la Kale linafananishwa na katiba ya chama kimoja. Lakini nchi inapokuwa na vyama zaidi ya kimoja, inahitaji tengeneze katiba ambayo itafaa kuongoza vyama vingi. Agano la Kale lilikuwa na sheria nyingi zilizowahusu Wayahudi. Lilipokuja Agano Jipya, Yesu alipoleta wokovu na kutokea kwa Agano Jipya, Agano Jipya ni katiba inayohusu mataifa yote, sio Israeli tena, ni mataifa yote. Imeleta sheria za wokovu kwa mataifa yote. Na katika Agano Jipya, sheria zilizowahusu Wayahudi peke yao hazijaingizwa kwenye Agano Jipya. Zilizoingizwa kwenye Agano Jipya ni zile zinazohusu, zilikuwemo katika Agano la Kale lakini zinafaa na kwenye Agano Jipya. Zile ambazo zilifaa kwenye Agano la Kale tu kwa wana wa Israeli, haziwafai hao mataifa waliookoka, hazijaingizwa kwenye Agano Jipya. Tunaposoma tunaangalia, ndio maana tunaposoma Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya, tunasema sheria hii, Agano Jipya lilisema hivi. Je, Agano la Kale lilisema hivi? Kama Agano la Kale lilisema hivi, je, Agano Jipya linasemaje? Ni lazima upate, kama sheria ilikuwa na nguvu hii kwenye Agano la Kale, je, hiyo sheria kwenye Agano Jipya inasemaje? Utagundua kwamba kuna sheria nyingine hazijaingia kwenye Agano Jipya, zimefia kwenye Agano la Kale, maana ziliwafaa Wayahudi peke yao. Lakini zile zinazofaa kwa mataifa yote zimeingizwa kwenye Agano Jipya. Sheria nyingi ziko za Wayahudi. Sasa lilipoanzishwa Agano Jipya, je, sheria zote zinafanya kazi katika Agano Jipya? Ndio maana tukisoma Injili ya Marko sura ya 7 kuhusu vyakula, kuhusu nguruwe na nini, tuseme vyakula, mstari 7 mstari wa 15. Marko 7:15, hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Alafu amekuwekea na maneno pale katika mabano, amesema mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Amewaambia hakuna kitu kilicho nje ya mtu kinachoingia ndani ya mtu alafu kinamtia unajisi. Ni vile vinavyotoka ndani ya mtu ndio vinamtia mtu unajisi. Aliye na masikio ya kusikilia asikie. Huu ni mkazo na msitizo. Tumesoma kule kwa Mathayo 19 kuhusu ndoa. Yesu anasema mwenye kulipokea alipokee. Hapa anasema mwenye masikio ya kusikia asikie. Hivi tunaelewa nini maana ya lugha hizi? Mstari wa 17, hata alipoingia nyumbani ameuacha mkutano wa wanafunzi wake, wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia, hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimuingia hakiwezi kumtia unajisi? Mpaka leo hamjui? Hawa waliokuwa namuuliza ni Wayahudi waliookoka,
Lakini sio Wayahudi walio mafarisayo wanaoendeleza imani ya kifarisayo. Kwenye ufarisayo ni tofauti. Sasa hawa wanaomuuliza ni wanafunzi wake ambao amewaokoa, ni watu wa imani ya Agano Jipya. Lakini wanaokataa vyakula ni mafarisayo wanaoendeleza dini ya Agano la Kale. Yesu anasema hata ninyi hamuna akili. Hivi hata ninyi hamuna akili? Kuto kuyaelewa mambo haya ni kukosa akili ya kibiblia, ni kukosa akili. Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimuingia hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu hakimuingii moyoni ila tumboni tu, kisha tatoka kwenda chooni. Alafu anasema kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Bado mtu anasoma haya, anawapiga watu marufuku ya nguruwe, anapiga marufuku si kula samaki, anapiga marufuku si bata, anapiga marufuku si sungura, anapiga marufuku. Bado anasoma hapa, lakini haelewi. Wamefungwa. Kuna watumishi waliofungwa, wanalipenda Agano la Kale, hawajui sheria hii iliishia wapi, hawajui ilipoishia. Unaona? Tuone maelekezo ya Paulo katika Kolosai sura ya 2. Wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, maana walikuwepo wasumbufu hata wakati huu wa kanisa la Paulo anafundishwa Kolosai. Kuna Wayahudi walitangulia wakaenda huko, wakawa wanaleta mafundisho ya Kiyahudi. Paulo akawakemea, na anawaambia wale waliookoka kutoka Kolosai, waliomwamini Yesu, wasikubaliane na mafundisho ya Kiyahudi. Anasema mtu yeyote siwahukumu ninyi katika vyakula na vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo. Hayo yaliwafaa wale. Sasa tuko kwenye Agano Jipya na katiba yetu imebadilika, ni nyingine, sio ile. Anawasisitiza watu wasisikie mambo kama hayo. Leo mtu anajitokeza anafundisha na kusisitiza mambo ya vyakula. Korintho ya kwanza sura ya 6. Korintho ya kwanza sura ya 6. Paulo anaendelea kufundisha jambo hili. Mstari wa 12. Anasema vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Ana maana gani? Vitu vyote ni halali. Vyote ni halali, lakini sio vyote vinafaa. Kufaa ni kitu kingine, uhalali ni kitu kingine. Naona? Uhalali ni kitu kingine, kufaa ni kitu kingine. Kula nyama ya ng'ombe ni halali, lakini sio lazima, maana mwingine kila nyama ya ng'ombe inamdhuru. Inafaa, ni halali, lakini sio kwamba inafaa. Ni halali lakini haifai. Mtu mwingine kula chakula kama wali, kula ugali ni halali, lakini mwingine kila anadhurika. Ni halali lakini hakifai. Paulo anasema vitu vyote ni halali, ila sio vyote vinafaa. Wengine wamekwenda hospitali wameambiwa usile hiki, usile hiki. Sio kwamba sio halali, ni halali, ila havimfai huyu mtu kutokana na maumbile yake na afya yake, havimfai. Anarudia tena
kwa kanisa hilo hilo sura ya 10. Maana walikuwa na usumbufu wa kuuliza maswali mengi na kuzua vitu vingi. Sura ya 10 anarudia tena mstari wa 23. Anasema vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Sasa mchungaji anazuia watu wasile nyama ya nguruwe wala wasifuge, alafu wanauza. Nadhani kama angekuwa ameshikilia vizuri sheria, basi angewaambia hata hizo fedha wasisitumie, maana ni dhambi. Tunajijengea sheria juu ya maisha ya Wakristo, sheria ambazo hata Mungu hajaziweka. Tunawatwisha watu mizigo ambayo haifai. Kwa maneno haya wametokea watu wanasema, kama ni hivyo, kumbe hata kunywa pombe ni halali. Kumbe hata kuvuta sigara, bangi ni halali. Mbona vitu vyote ni halali? Mbona hata kunywa pombe ni halali? Watu wametokea wanasema namna hiyo. Hebu nikupe tofauti. Kula nyama ya nguruwe au samaki au ng'ombe au mbuzi, tukisema ni halali, je, ni wewe uliyetengeneza mbuzi? Ni wewe uliyemtengeneza nguruwe? Ni wewe uliyemtengeneza ng'ombe? Ni wewe uliyemtengeneza samaki? Ni wewe, si ni Mungu? Wewe huhusiki. Haya, turudi upande wa pili. Unapotaka kulinganisha na pombe, unapotaka kulinganisha na kileo, hicho kileo ni Mungu ametengeneza au ni wewe umetengeneza? Je, Mungu ametengeneza kileo? Ni wewe umetumia akili yako, umechukua hiki, umechanganya, umevundika, vimeoza, si umefanyaje, umechanganya mpaka vikawa kileo. Aliyetengeneza ni Mungu au umetengeneza wewe? Je, ukila chakula unabadilishwa akili zako zinayeuka, ubongo wako unachanganyikiwa? Je, ukinywa kileo akili zako zinachanganyikiwa? Sasa kwa nini ulinganishe? Watu wengine tunaposema vitu vyote ni halali, wanapata sababu ya kukimbilia kwenye ulevi, kwamba kumbe nao ni halali. Hapana, usipende dhambi. Huo ni uasi wako wewe mwenyewe. Huo ni uasi wako mwenyewe. Yesu hajakwambia utengeneze vitu alafu viharibu ubongo wako. Uvute bangi alafu akili zako zichanganyikiwe. Unaona? Watu wengine wanasema, sasa mbona bangi ukila majani yake ni mboga? Sasa kama ni mboga, kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Lakini unayovuta si umeibadilisha kutoka kwenye mboga, umeibadilisha, umefanya isiwe mboga ili kiwe kileo cha kuvuta. Vitu vingi ambavyo vimekatazwa katika Biblia ni vile vilivyotengenezwa kwa akili ya kibinadamu na ujanja wake, ili vilete madhara katika mwili. Ubongo uathiriwe, akili athiriwe. Unaona? Watu wanauliza hata matumizi ya mili. Watu wanatumia madawa ya kunenepesha makalio, kunenepesha mili, kubadilisha sura. Wanauliza, hivi ni dhambi? Biblia haisemi, lakini kwa akili yangu mimi nasema ndio. Kama Mungu alikuweka wewe mweusi, ni Mungu aliyeumba. Lakini weupe ulionao ni Mungu amekuumba au umejitengenezea? Kama nilivyosema, chakula hiki Mungu amekiweka, unakula ni mambo ambayo Mungu amekutengenezea. Unapobadilisha kwenye kazi ya Mungu, unamkosoa Mungu. Lakini pombe sio Mungu ametengeneza, ni wewe umetengeneza kwa kukosoa vile ambavyo Mungu amekupa. Mahindi tunakula ugali, unaubadilisha na mchanganyo na kufanya nini mpaka kinakuwa kilevu. Umetengeneza wewe.
Mungu amekuumba, umekuwa mtu wa kawaida, maji ya kunde, sijui mweusi, unajibadilisha na hivi na hivi na hivi, unabadilisha mpaka ngozi inageuka inakuwa nyeupe. Ni Mungu amekufanya au ni wewe umejifanya? Kama ni kujipamba, sijipambe na ngozi yako. Nani anakuzuia? Nimeshangaa hata kwenda nchi za nje, huko ambako mambo yametoka, hata huko Marekani kuna watu weupe, wazungu. Nao shetani anayewadanganya Waafrika ni yule yule anayewadanganya hata wazungu. Nao wanajibadilisha ngozi, wana madawa wanatengeneza, wanajibadilisha ngozi wawe weusi. Unaona? Kubadilisha uumbaji wa Mungu. Mungu alikufanya mwembamba, unatafuta madawa uwe mnene, unenepe, siji wengine makalio, wengine nini. Watu wanauliza, kwa nini dhambi? Sasa kwa nini ufanye kitu ambacho Mungu hakukiweka? Kama unataka kujipamba, sijipambe na mwili wako na afya yako. Iko tofauti ya kunenepa kwa sababu ya afya, kwa sababu si ya nini, kwa kula, si starehe, mwili ukajaa. Pia unaambiwa wakati mwingine upunguze. Lakini ile ya kujinenepesha kwa madawa, tena mtu wa Mungu, kujibadilisha maumbile ambayo Mungu amekupa. Wanabadilisha watu vichwa, wanabadilisha. Hata kama ni kujipamba, si pamba nywele zako. Biblia inazungumza nywele, sijipambe nywele zako. Pako kanwe na mambo ya mabandia, uweke vitu vingine ambavyo wala sio Mungu aliyovitengeneza. Mwanadamu amevuka mipaka. Watu wanaweza kujipamba ni vibaya au vile. Mimi nasema sio vibaya, lakini kuna kuvuka mipaka. Kwa nini usijipambe mwili wako ukapendeza? Kwa nini usijipambe nywele zako zikapendeza? Kwa nini usijipambe maumbo yako yakapendeza mpaka uyajaze? Mpaka wengine wanavaa na mito ili waonekane wamekuwa ajabu. Kwa hiyo ninarudi nahitimisha ile swali, namalizia swali lile la ndugu Nzisabira wa Burundi. Je, nyama ni dhambi kula nyama ya nguruwe? Kufuga je? Kufuga sio dhambi, kula sio dhambi. Lakini Biblia inasema nini? Vyote ni halali, ila sio vyote vinavyojenga, sio vyote vinavyofaa. Unaweza kuzuiliwa kwa afya, unaweza kuzuiliwa kwa sababu nyingine yote, lakini usiseme Mungu amekuzuia. Watu wengine kuhusu maneno haya yamefundishwa sana na ndugu zetu wa Sabato. Ndugu zetu wa Sabato ndio wametia nguvu sana hata kuwachanganya Wakristo wengi. Lakini kwambie kwamba wa Sabato wanaendesha katiba ya Agano la Kale, sio katiba ya Agano Jipya. Wao wanaendeleza imani ya Israeli katika Agano la Kale. Hawaendelezi imani ya Kristo, wanaendeleza ile imani ya Kifarisayo. Wanaendeleza imani ya Kifarisayo, sio imani ya Yesu Kristo. Sasa kama unawasikiliza, unafuata hao, hata wao wanawapa wito kwangu, nasema turudi katika neno la Mungu. Ujue hii sheria ilifia wapi? Je, huku ipo? Ndio maana kuna maagano mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Mungu hajakosea. Tunaposoma tunasema hii ni sheria ya Wayahudi au ni sheria ya waamini ya Wakristo. Usichukue sheria za Wayahudi ukawapelekea Wakristo. Zipo zile zinazotuhusu wote, lakini nyingi zimesalia katika Agano la Kale. Mungu akubariki. Ilikuwa ni swali la mwisho. Mungu awasaidie, awabariki wote mliosikiliza majibu yenu. Lakini nitamke pia jambo moja ambalo sio zuri sana. Kuna watu wengine wanauliza maswali, tunapoyajibu wanarudisha mrejesho, wanasema tunashukuru tumepokea majibu. Nashukuru tumepokea majibu, tumeelewa. Wengine wanauliza nimepokea majibu, nimeelewa, ila kipengele fulani sijakielewa, nahitaji tena ufafanuzi mwingine. Tunawasaidia. Lakini kuna wengine anauliza swali, unajibu, haleti mrejesho kwamba ameelewa au hajaelewa.
anasema swali lingine. Unajibu huelewi kama ameelewa au hajaelewa. Swali lingine. Sasa unaanza kujiuliza, hivi anaelewa au anashindana? Maana nikuulizaga tu. Unajibu hasemi nimepokea majibu au sijaelewa, ni swali lingine, swali lingine, swali lingine. Maswali mengine tunafika mahali unaanza kuogopa kuyajibu. Hivi namsaidia huyu mtu au simsaidii? Lakini wapo wanaojenga uhusiano. Anakuambia nimeelewa. Na wewe unatia moyo kwamba kumbe majibu yangu yamemsaidia. Au anasema nimeelewa sehemu lakini kuna sehemu sijaelewa. Nahitaji tena kumsaidia. Lakini mwingine nikuuliza tu, unajibu huelewi kama ameelewa, hajaelewa, anakubandika swali lingine. Unajibu huelewi kama ameelewa au amepokea au hajapokea, anakubandika swali lingine. Hapana, hatufanyi hivyo. Hatupo kwenye mashindano ndugu zangu. Tunasaidiana. Mungu akubariki sana. Pia nipongeze kwa ndugu zetu wachache ambao wanaheshimu huduma hii, wanatoa sadaka zao ndogo za kutia moyo, kwa sababu kweli tunapita katika maisha na mazingira ya imani tu ili tuwasaidie watu. Lakini wapo wanaoelewa jambo hili, wanatoa sadaka zao za kutia moyo. Wengine jambo hili halijawagusa kabisa, lakini naomba Mungu na wewe akusaidie. Uone kwamba huduma hii tumejitoa. Tunahitaji support yako, tunahitaji sadaka yako, tunahitaji mchango wako ili kufanikisha. Sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Mungu akubariki. Na wale wote mnaoshiriki kwa kututia moyo, Mungu awabariki. Tunayo majina yenu, lakini Mungu wa mbinguni ana kumbukumbu zenu nzuri zaidi. Mungu awabariki sana. Namba yangu ya simu ni 0754 04 15 40 15 99. Narudia 0754 04 15 99. Namba nyingine ni 0769 00 73 28. Namba nyingine ni 0677 88 01 99. Tunawakaribisha. Pia tunaendelea na masomo ya shule ya Biblia kwa njia ya mtandao. Wengine tunaendelea nao, wengine wanaishia njiani. Tunawatia moyo wale wanaoishia njiani, wajipe moyo waendelee, kwa sababu ndio nafasi yako. Tunafundisha na kutoa masomo kwa njia ya mtandao katika chuo chetu cha KTBC. Tunawaalika wale mnaotaka kujifunza. Mungu awabariki sana. Pia tunatazamia kukutana Morogoro mwezi wa 12. Kuna matangazo yametolewa. Tunahitaji kwa wale wanaojisajili watutie moyo, tujue ni maandalizi yatafanyikaje. Lakini ukimya wenu basi unatupa mashaka namna ya kuendelea na maandalizi. Na wale ambao unafikiri mnaunga mkono jambo hili lakini hamuwezi kufika, bado tunahitaji mchango wako. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.